asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ndugu zangu wa kabila mbalimbali, dini tofauti. Leo ni siku njema sana ambayo Bwana amefanya. Ni kweli ni muda toka nimekuwa na babangu tumeachana, lakini wanasema milima ikutani, binadamu kutana. Na shukuru sana kukutana na mzee wangu leo hii. Na leo tuko na jambo moja ambalo nataka nikwambie. Watanzania wana hamu na shauku ya kusikia kwako historia fupi tu ya pale ambapo Yesu alikutoa, lakini kuna ushuhuda mkubwa sana ambao uliwahi kunisimulia lakini ninajua kabisa Mungu pia amekutumia kwenye utumishi tofauti kumpesa maisha yako kwenye maeneo mbalimbali kwenye kazi yako hii ya Injili. Je, muujiza gani mkubwa kabisa ambayo Yesu Kristo aliwahi kukutumia toka ulipompesa maisha yako na ukaingia kwenye kazi hii ya kumtumikia Yesu? Amina, asante. Muujiza mkubwa wa kwanza ambao niliupata au niliufanya kupitia jina la Yesu Kristo ni pale nilipohubiri na watu wakamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amen, amen. Na ni kweli, na mimi nathibitisha huo ni muujiza mkubwa. Tunao watu wengi wanaojisifia na miujiza. Mtu akisema nilishaponya viwete, nilishaponya wenye ukimwi, wenye kansa, lakini ukifuatilia huo sio muujiza mkubwa. Muujiza mkubwa peke yake tu ni ule ambao mtu anampa Yesu Kristo maisha yake na anamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa sababu mbingu zinashangilia kwa mtu mmoja tu anapotubu au mtu mmoja anapookoka. Mtumishi wa Mungu, msema kweli, uliniambia siku moja ulishawahi kufuatwa na watu wa Freemason na wakataka ujiunge pamoja nao. Hebu tueleze kwa ufupi, watu hawa wa Freemason walikuja na kukueleza nini ili Watanzania wapate kujua? Ni kweli kabisa baba, kama jinsi ambavyo nilikusimulia kwa kiasi, na leo ni kitu ambacho wengi sana watajua kwa nini Freemason wanawafuata watu. Kwanza kabisa baba, siri walioniambia Freemason kwamba sisi hatumfuati mtu akiwa hana kitu, mpaka tunakufuata tunajua na kitu. Sasa mimi sikuwa natambua kwamba nina kitu. Nilikuwa tunaishi maisha ya kibinadamu kama kijana, harakati za hapa na pale. Kiufupi, mimi nilikuwa nafanya muziki wa Bongo Flava. Nilikuwa katika lebo moja pale maeneo ya Mbezi Beach Rainbow. Nilikuwa na producer mmoja anaitwa Twalis. Kwa hiyo walivyokufuata wakakwambia nini na nini na masharti yao ili uweze kujiunga nao unatakiwa ufanye? Waliponifuata wao kwanza waliniambia kwamba kijana, tumekuona na nyota kali sana, alafu tumekuona ni mtu ambaye una ndoto kubwa, na sisi tunapenda watu wa ndoto kubwa kuiendeleza ili ukue zaidi. Walichoniambia kwamba wewe tutakupa masharti ya kawaida, hautamuua baba wala mama. Hautaua baba wala mama. Wala baba. Hautamuua baba wala mama, isipokuwa wewe tutakupa masharti ya wastani kulingana na level ya nyota yako. Nikawa na kama linaniingia linatoka. Sababu anakuambia akili za kuambiwa changanya na zako. Nikamwambia inawezekana, akasema inawezekana. Nikamwambia hebu nipe time nijaribu kufanya communication na baadhi ya watu wa karibu. Wakaniambia kwamba hili jambo halihitaji watu wa karibu. Maamuzi yako mwenyewe. Na walipokufuata walikuwa wamekujaje? Wamekuja na usafiri wao, wamekuja wamevaa vinyago, wamekujaje? Wamevaa suti, wamekujaje? Yaani kiuhalisia ni mtu tu kabisa ambaye yeye ni memba. Ni memba, yani tuseme ni wakala wa eneo, alikuwa ni wakala wa Freemason. Wa Freemason eneo la Mbezi Beach. Yeye hapana, yeye alikuja Dar es Salaam hapa kuwakilisha mikoa ya kaskazini, yani Arusha, Tabora, Mwanza, wapi, ndio memba wa kule. Na alivyokuchagua tu alikwambia ili tuanze mkataba huu atakupea kiasi gani cha pesa? Aliniambia kwamba kabla hujaingia kwenye kundi letu tutakupa pesa kidogo
kuanzia maisha. Hapo hamna masharti. Nitakupa kama milioni 50. Milioni 50. Hiyo haina masharti, haina ujiweke sawa. Hiyo haitakiwi uwe baba, uwe mama, uwe hiyo ni kwamba wakati nafikiria sasa kuja kwa kwamba tunakupa maandalizi kama 50 million ambayo nikajiweke sawa, kama ni usafiri, kama mavazi na nini na vitu vingine. Rafiki yangu unayenitazama, wewe ni